أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. أعظم الله أجورنا وأجوركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Naam, tukiendelea na mazungumzo yetu yaliyo tulianza, tumefika mahali ambapo tulikuwa tukizungumzia silaha ambazo zimetumika. Irani wametumia silaha gani? Na tukaanza tukasema ya kwamba ni vizuri kwanza tuweze kujua aina za vita. Tukasema ya kwamba kuna generation kadhaa za vita. Kuna first generation, second generation, kuendelea mpaka fifth generation, na huenda sixth generation tayari iko, lakini kuna ya mwisho ambayo inaitwa hybrid warfare, ambaye ndiyo generation ya mwisho kwa sasa hivi. Hii hybrid ambayo tulisema ni vita vya mkusanyiko, yani mkusanyiko wa aina kadhaa za vita, zote unazitumia katika kufikia malengo ili kudhoofisha yule adui yako. Sasa na yeye pia anatakana pia kwa upande huo au yuko sawa ili kuweza kubadilisha au kukabiliana na yale vile vita aina hivyo. Sasa mwanzo tulisema ya kwamba kitu ambacho tunazungumzia kwa sasa hivi katika aina hizo za vita, hatuzungumza aina zote, tunazungumza kuhusu kwa sasa hivi njia ambazo Wairani wametumia au zimetumika kuwapiga, na wao wamejibu vipi au imekuwa vipi. Vita ambavyo wametumia katika kuwapiga kwa muda mrefu ni cognitive warfare, vita vya utambuzi, yani vita vya maarifa, yani kubadilisha ulichojua ukasema, ndio wanasema utajua ya kwamba ulikuwa hujui. Sasa inabadilishwa bila wewe kujua ya kwamba kile ulikuwa ukijua kinakuwa kinaharibiwa na unakuwa, na ukishabadilisha kile tayari akida ya mtu inabadilika. Na watu wengi hawana njia ya kukabiliana na fikra hizi ambazo zinakuja ambazo za kinyume. Mtu anatakana katika hali kama hiyo mpaka uchambue, na labda wewe pia huna njia za uchambuzi mpaka uweze kufikia kujua ukweli wa jambo hilo. Unaweza kuwa umeamini kitu kabisa, unayakini na kitu, lakini ukabadilishiwa kifikra na ukawa umebadilisha. Sasa malengo ni nini? Ni kubadilisha itikadi za mtu, imani ya mtu, na kukubali kwake akawa sasa kitu kile ambacho anakikubali kikawa tena hakikubali. Na lengo ni kubadilisha jamii yote ili iweze kuwa kinyume na serikali, yani na utawala. Sasa hayo ndio malengo, ili kuweka utengano baina ya viongozi, watawala na waongozwa, na kwa njia nyingine pia kuwawekea viongozi wasiofaa kwa kutumia njia hizo, na kuwaondoa viongozi wanaofaa. Ukaletewa kwa mfano mtu ambaye mwenyewe ni fisi, lakini amevaa na amevishwa nguo za nini? Za kondoo. Yani anaonekana ni mtu mwema, anaonekana mwenye kudhulumiwa, na hali ya kuwa yeye ni dhalimu mkubwa, na hali kama hizo. Kwa hivyo mambo kama haya yamekuwa kitumika. Miongoni mwa njia ambazo zinatumika ni njia ya internet au tuseme njia za mawasiliano, na hii imekuwa ikitumika pia njia nyingine ni kumbana mtu katika njia ambayo katika uamuzi, anapotaka kuamuzi abadilishe maamuzi yake au ashindwe kuchukua uamuzi, kwa sababu maamuzi ni kitu ambacho kinahitaji mtu aweze kutekeleza. Uweza kuwa wewe umesimamia uamuzi fulani, lakini kutokana na vikwazo mtu akanini. Na hili ni jambo ambalo tunaona linafanyika sana katika nchi nyingi. Yani mtu anawekewa na hizi serikali au nchi kubwa zenye nguvu,
zinambana, zinasema kwamba lazima mkubali jambo fulani fulani katika nchi. Kwa mfano sisi tunataka tuanzishe mambo haya ya ya mambo ya ushoga kwa mfano, na maovu kama hao ya wanaume kukutana na wanawake na wanaume na mambo kama hayo. Sasa mambo kama hayo unakuta nchi imekataa, au labda kuharibu mimba kwa mfano, mambo kama hayo unakuta ni nchi imekataa, au labda kuna matumizi ya vitu kwa mfano mambo ya uraibu ambayo yanakatazwa, utumiaji wa madawa za kulevya kwa mfano bangi na mambo kama hayo. Mnaambiwa ni lazima mkubali, nyinyi mnakataa. Mkikataa mnawekewa vikwazo, ambavyo hivyo vikwazo, ikiwa nyinyi ni dhaifu katika jambo hiyo, katika kubanwa, unakuta mtu ana nini yake, uamuzi wake unabadilika na anakubali mwishowe kufanya kile alichoamrishwa. Na hili ni jambo ambalo nchi hizi kubwa zinafanya, hizi nchi ambazo zinahesabika ni dhaifu. Na ndio sababu utakuta kwa mfano kama nchi zetu za Afrika, unakuta viongozi wengi hawana nguvu za uamuzi. Yeye labda atazungumza leo, kesho atapingwa na atawekewa vikwazo vya kiuchumi na labda kama hivyo. Ikiwa yeye hana nguvu, basi mambo haya yanabadilika. Wananchi pia wakati mwingine unakuta pia wanawekewa mambo ya kuwabadilisha fikra na nini, na mwishowe wanabana serikali ya kwamba lazima hili jambo likuwe hivyo. Kwa hivyo sasa tukirudi kwenye Irani kwa mfano, ili wakubali, wanaambiwa kwamba ili mkubali lazima mkubali yale maamuzi ya Amerika, na mkubali na muwe chini ya Amerika. Lakini wanatumia nini? Wanatumia kwa mfano kama vile Iran imekuwa ikiwekewa vikwazo katika upande wa nini, imetiliwa vikwazo, embargo ya kiuchumi, yani asiuziwe na mtu na asiuzie mtu yote mafuta yake, na asinunue chochote kutoka nchi za nje na mambo kama hayo, na kuwekewa mambo madai ya kwamba ni nchi ya kigaidi na watu wake ni magaidi. Kuna watu unaambiwa wamewekewa vikwazo, hawezi kuenda kwenye nchi fulani kwa mfano, hawezi kupewa visa, biashara zao na utakuta benki zao zinafungwa. Vikwazo hivi vyote ili kuwabana katika kubadilisha maamuzi yao na misimamo yao mikali. Lakini kwa upande wa Iran walikuwa wana misimamo mikali, hawabadilishi kile walichosema, wamebaki nacho kwa miaka hiyo yote, miaka 47 walikuwa katika hiyo hali bila kubadilika na wamekabiliana. Kwa hivyo vikwazo hivyo vingi vimekuwa, na mara kuambia kwamba silaha zao wanataka kutengeza nuclear na mambo kama haya, na hali ya kuwa sivyo, na wao wanatoa dalili, bali hata kiongozi muadhamu ambaye ni shahid Said Ali Khamenei, yeye alitoa fatwa akasema ya kwamba sisi hatutumii kamwe silaha za kuua watu au jamii kubwa. Sasa hizi hayo madai yameendelea, na hata wameanzishwa vita wakiambiwa kwamba nyinyi mna silaha na hamna haki ya kutumia nuclear, na hali ya kuwa wao wanataka nuclear kwa malengo ambayo ni halali, yamekubaliwa. Sasa ajabu ni kwamba nyinyi mna silaha hizo za nuclear, na mbona hata kama ni kusema sisi hatuna haja, lakini tutaangalia kwa nini nyinyi muwe nazo sisi tusiwe nazo, na hali ya kuwa sote ni binadamu. Kwani wao ni malaika, ya kwamba wao wanastahiki, wanaweza kuchunga, na sisi si malaika. Yani sisi ni watu ambao hatuna akili, hatuwezi kufaa kukuwa na vitu kama hivyo. Sasa hayo yote propaganda hizo au maneno ambayo ya kuwabana, vikwazo na mambo kama hayo ili waweze kubadilika, lakini wao walibaki hivyo na wamebaki wakitetea haki yao. Sasa miongoni mwa mambo ambayo tumesema ni katika vita hivyo
Hivyo ndio vinaitwa, ndio tumesema kuna vita ambavyo tumesema, nikirudi nyuma, kuna hybrid warfare, yani vita vya aina nyingi, kwa njia nyingi na mifumo tofauti tofauti. Alafu ambayo tumezungumzia ni cognitive warfare, ambaye ndani yake kuna vita ambavyo ndani yake ambavyo pia wametilia mkazo, na ambavyo ndio hiyo vinavyoitwa war of wills, vita vya nini? Vya utashi, yani will, yani willpower, kujaribu mabadiliko, kubadilisha willpower yako, kudhoofisha matakwa yako, kile unachotaka basi usiendelee kukipigania, irada yako ambayo inakuamua katika kubadilisha, kuchukua maamuzi, usije ukawa una nini. Sasa lakini tukirudi kwenye vita hivi, mwanzo kabisa Irani nao wamekuwa vipi kwa upande huu? Mwanzo turudi kwenye nini, kwenye hii irada. Kuna mahali ambapo ndio tuweze kujua kwa upande huu walivyo. Kuna hii aya, sura ambayo imetabiri kuhusiana na nini, na hawa ambao watakaokabiliana na Waisraeli. Kuna ile aya ambayo tulisoma ambayo ilisema ya kwamba wakadhaina ila bani Israila. Kuna aya hiyo nikirudia inasema, sisi tulipitisha kwa bani Israil ya kwamba la tufsiduna fil ardi marrataini wa tata'alunna uluwan kabira fa idha jaa wa qadhaina ila bani Israila fil kitabi, ya kwamba tulipitisha kwenye kitabu, yani tulipitisha huko kwenye kitabu cha Agano la Kale, ya kwamba kwa bani Israil la tufsiduna fil ardi marrataini, ya kwamba mtafanya ufisadi mara mbili kwenye ardhi, wala ta'alunna uluwan kabira, na mtajipandisha na kupaa juu nini, na kujiweka juu, yani kutawala nchi, uluwan kabira. Fa idha jaa wa'du ulahuma, ahadi ya kwanza itakapokuja, tutawatumia ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin, tutawatumia waja wetu uli ba'sin shadidin, watu ambao wana ukali, wana nini, ukakamavu. Fajasu khilala diyar, na watafanya nini, wataingia na wataingia kwenye nyumba za watu na nini, wakitafuta wale waovu. Sasa hii aya tulisema, na hata katika Biblia tuliona ya kwamba wao wanaokusudiwa ni nini, ni Wairani, kwa sababu katika Biblia walitajwa ni watu wa Ilam. Ilam yani ni mojawapo ya nchi nini, tauni au miji ya Iran ambayo inakusudiwa. Na pia kwa upande huu mwingine tukasema ya kwamba hadithi ambao kwa upande wa Uislamu tulipata ya kwamba imamu amesema ya kwamba hao ni nini, ahlukum, hum ahlukum, yani hao ni watu wanaotoka nchi ya Kum au mji wa Kum. Mji wa Kum ambao tulielezea watu wake wana sifa gani na nini, tulielezea kwa undani kiasi fulani. Sasa hapa hii ndio tunataka turudi, ndio tuweze kujua hawa wana sifa gani na ni kitu gani ambacho iko. Sasa tukirudi hii aya tunakuta ya kwamba uliba'sin shadid, wao watu wana sifa hii moja, wana sifa ya kwamba wako na ba'sin shadid. Ba'sin shadid, tukirudi kwenye Qur'an, sifa hii inatolewa kwa nani au imepatikana, maana yake ni nini? Tukirudi kwenye Qur'ani tunakuta neno ba'sin shadid kwenye Qur'an inasema kulingana na aya ambayo inazungumzia kuhusu mitume, inaelezea ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema lakad arsalna rusulana bilbayinat, ya kwamba sisi tuliwatuma mitume wetu wakiwa wamebeba nini, bayinat. Hicho ndio kitu cha kwanza mitume walipatiwa, yani kubainisha, kuelezea watu, kuwaongoza kwa kutumia maelezo. Wa anzalna ma'ahumul kitab, na kisha na tuliwapatia kitabu.
kitabu cha Mwenyezi Mungu, yani kila mitume walikuwa na kitabu ambacho ndio walikuwa kifundisha. Wal mizan, na nini? Na mizani, yani kipimo cha kuweza kujua baina ya haki na batil. Liyakuma nasa bil qist, ili watu waweze kusimamisha nini? Uadilifu. Hiyo ndio sababu hiyo mizani ikatumwa, kipimo cha kuweza kujua. Wa anzalna, alafu kitu kingine pia walipewa au kilicho Mwenyezi Mungu aliwapatia, wa anzalna alhadida, na tuliwateremshia nyinyi binadamu pamoja na mitume hadid, chuma. Chuma ina sifa hizi, fihi ba'sun shadid, ndani ya chuma au kwenye chuma kuna ba'sun shadid. Hii ba'sun shadid ndio ile ukakamavu, ugumu na ukali, ambavyo hii sifa ni ya chuma, ni sifa ambayo inapatikana kwenye chuma. Na hawa watu ambao tulisema pia vile vile tumewatuma watu, tawatuma ambao watu watakuja kupigana na wana wa Israeli, watakuwa na sifa hii, uli ba'sin shadid. Wao wana sifa kama vile ya chuma, yani ni wagumu, ni wakakamavu, wako thabit. Sasa wa manafi'un linnas, na chuma pia ina faida nyingine kwa binadamu. Hiyo ndio aya vile inavyozungumzia. Sasa hii ba'sun shadidi inayokusudia hapo ni nini? Mwanzo turudi kwenye nini ambayo ilikuwa imezungumzia. Kuna hadithi ambayo tulisoma ikawa inazungumzia kuhusu watu wa Qum. Hii hadithi inasema kama vile tulivyokuwa tumesema, inasema ya kwamba watu wa Qum katika sifa zao, kuna hii hadithi kutoka kwa Imam Abil Hasan al-Awwal ambaye ni Imam al-Kadhim alayhi salam, imamu wetu ambaye ni imamu wa 7. Anasema qala rajulun min ahli Qum yad'u an-nasa ila al-haq, yani siku za mwisho kutakuwa na mtu ambaye atatoka mji wa Qum, atawaita watu katika njia ya haki. Yad'u an-nas ila al-haq, yajtami'u ma'ahu qaumun, atakusanya au watakusanyika pamoja naye watu. Qaumun wenye sifa gani? Kazubaril hadid, wao ni kama mfano wa chuma au vyuma, mapande ya chuma vile walivyo. La tazulluhum riyah au la tuzilluhum ar-riyah, yani upepo hata ukiwapiga mkali, ar-riyahu al-awasif, upepo mkali hata ukiwapiga hawezi kuwatetemesha. Wala yamilluna min al-harb, na vile wamesimama katika hali yao ni kwamba hawachoki kutokana na vita, yani wana misimamo kama vile chuma na hawawezi kubadilika, yani vita pia haviwachoshi. Wala yajbanun wa ala Allahi yatawakkalun wal aqibatu lilmuttaqin, na wala hawapatwi na uoga, bali wana ushujaa na wanamtegemea Mwenyezi Mungu. Hizi sifa ambazo wako nazo, wal aqibatu lilmuttaqin, na maishilizio au umalizio, kumalizika kwa mambo kote ni kwamba watu wacha Mungu ndio wenye kuwa na umalizio mzuri, au mambo yote yatakuwa chini ya wacha Mungu. Sasa huyu mtu ambaye anatajwa pale si mwingine isipokuwa ni Imam Khomeini, ambaye hakuna katika mtu ambaye alitokezea ambaye aliita watu katika haki na akaweza kufanya mabadiliko na kuweza kulete serikali ya Kiislamu mpya ila tu ni Imam Khomeini, na waliokuwa pamoja naye waliweza kupigana, walikuwa mashujaa, na mpaka leo wanaonekana wao wako thabit na wakakamavu. Hapa inasema zubaril hadid, ile sifa chuma, ndio tumesema kwenye Qur'ani inasema
chuma ndio ina sifa ya nini? Ba'sin shadid. Tumesema Qur'ani yenyewe imetaja, na hapa wamepatiwa sifa ya kwamba wao ni kama chuma, na ndio hao ambao watakuja kupigana na nani? Na Waisraeli siku za mwisho, ambayo tulielezewa uli ba'sin shadid fajasu khilala diyar, na hawa ndio walivyo. Sasa hii kwa nini imetajwa kwamba ni sawa na chuma? Kwa sababu tunaona tukirudi kwenye baadhi ya maneno ambayo yanazungumziwa kwenye riwaya, tunakuta ya kwamba hii sifa kwa muumini kulingana na ni sifa za Muislamu ambaye mwenye imani thabiti. Muumini anakuwa yeye ni sawa na chuma. Muumini ambaye anafuata mafunzo ipasavyo ya dini, yeye yuko sawa na chuma, yeye ni mkakamavu. Imam Sadiq alayhi salam, bali ni zaidi, kama vile Imam Sadiq alayhi salam anasema almu'minu ashaddu min zibril hadid, yani muumini wa kweli ni mkakamavu, ni mgumu zaidi hata ya vipande vya vyuma. Vipande vya vyuma, zubr al-hadid, ndio kama zile nani nabi alipokuja yule Dhulqarnain, Yajuj na Majuj walikuwa kisumbua kaumu fulani. Yajuj katika Qur'ani wanaelezea, au Yajuj na Majuj walipokuja watu wakamshtakia nani? Huyu Dhulqarnain, akasema tusaidie kutokana na hawa siku zote wanapigana na sisi, tusumbua. Akawaambia atuni zubar al-hadid ufriga alayhi qitran, yani leteni vipande au milima, vipande vikubwa sawa na milima ya nini? Ya vyuma. Yeye yeyusha milima ile, au tuseme hiyo vipande vya nini? Vya chuma, na akaweza kuweka kizuizi baina yao na hawa watu ambao wanaitwa Yajuj na Majuj. Na hii vipande vya vyuma hivyo ndio tunaambiwa kwamba muumini ni mgumu zaidi hata kuliko vyuma hivyo. Idha dakhala, lakini kwa nini? Kwa sababu lianna inna zubar alhadid, kwa sababu vipande vya chuma, idha dakhala an-nar taghayyara, chuma ukiweka ndani ya moto mwingi huwa inayeyuka, lakini inataka moto mwingi sana ndio uweze kubadilisha na kuweze kuyeyuka. Lakini ndio anasema wa innal mu'mina law qutila, lakini muumini akiuliwa, thumma nushira, kisha afufuliwe. Kwa mfano baada ya kuuliwa, thumma qutila, kisha auliwe mara ya pili, lam yataghayyar qalbuh, moyo wake hauwezi kubadilika. Muumini ni zaidi, ni sawa na chuma, bali zaidi ya chuma. Muumini yule wa daraja za juu ni zaidi ya chuma, ukakamavu wake. Sasa hawa wamesifika kwa njia hiyo. Kwa hivyo hii sifa ba'sun shadid inarudi katika irada, katika willpower, katika nguvu za uamuzi wanazo, wana kiimani ya hali ya juu na maamuzi ya hali ya juu na utashi wa hali ya juu, willpower ya hali ya juu, na hata ni sawa na chuma au zaidi hata ya chuma. Sasa wamesifiwa hivyo Wairani kwa sababu ya imani yao ile, wao pia wamefikia daraja hizo za nini? Ni sawa na chuma, irada yao iko juu, na ndio sababu hawana uwezo hawa katika vita hivi vya nini? Vya war nini of will, au vita vya nini? Maamuzi, vita vya irada, wawezi kushindwa. Wamenini, na kitu kikubwa ambacho kimewasaidia pia ni malezi ambayo waliopata kutoka na viongozi wao. Kuna kitabu pia hata kimeandikwa ambacho kinaitwa Astaf as Iron, yani kinataja baadhi ya watu, karibu watu 14, kinawataja watu ambao walikuwa ni sawa na vyuma. Mtu ambaye anaitwa Rafsanjani, yeye akielezea maisha yao vile walivyokuwa wakipigana na kukabiliana
na Shah siku za nyuma, wenyewe kutokana na maamuzi ambayo walikuwa nayo yenye nguvu, walikuwa wakiitana Zubarul Hadid. Wanaitana wenyewe kwa wenyewe Zubarul Hadid, yani yao ni machuma, vipande vya vyuma, kwa sababu ya irada ambayo walikuwa nayo, kwa sababu ya willpower ambayo walikuwa nayo. Kwa hivyo hii ndio vita ambavyo wamekuwa wakikabiliana navyo. Wao ambao ni Waamerika wamejaribu, Waisraeli wamejaribu kubadilisha, kuwawekea vikwazo, kuwawekea vikwazo vya kwa mfano ya kiuchumi, lakini wameweza kukaa na irada ya hali ya juu na uamuzi na willpower yao, na wameweza katika hali ya vikwazo, embargo hiyo ambayo walikuwa wamewekewa. Pamoja na hayo yote, lakini mangapi wamefanya? Wameendelea, wametengeza uchumi wao umekuwa mzuri, pia wameweza kutengeza silaha za hali ya juu sana ambazo zinakabiliana na hizi nchi na silaha zao ambazo wenyewe wako katika hali ya wanatawala dunia nzima, wana mali katika kila nchi, wanachukua mali yao. Iran pamoja na kubanwa huko, lakini wameweza kufika huko mbali kwa sababu walikuwa na willpower ya hali ya juu ambayo imeweza kuwafikisha mbali. Na hii willpower, tukielezea tu miongoni mwa vitu ambavyo ni muhimu katika willpower ni kwamba lazima ujue hadafi yako ni nini, unataka unaelekea wapi, unaenda wapi. Pia lazima uwe na maarifa ambayo iko sawa, lazima uwe na awareness, ambacho ni kitu ambacho watu wengi wanakosa, kuwa na awareness, religious awareness, uwe na political awareness, uwe na social awareness, uwe na awareness aina tofauti ili uweze kujua. Yani awareness ni muamko, ni basira ambayo inasaidia mtu ajue, kwa upande wa siasa ajue ni nani ambaye anamuongoza ni aina gani, na sasa mtu anakuchezea uongo wa kisiasa unakuwa vipi, na nani ambaye yuko katika njia sawa, na sasa hivi wakati huu ninatakikana kuwa na nani na sitakikani kuwa na nani, na niwe na uhuru wa maamuzi katika nchi yangu na mambo kama hayo. Sasa awareness ni kitu muhimu. Pia miongoni mwa mambo ambayo yanahitajika ni kwamba kuwa na msimamo, ukiamua unachukua uamuzi ulio sawa na uweze kufikia maamuzi yako bila kuyumba. Tunaambiwa katika Qur'ani pia ni tuwe na istiqama katika mambo yetu. Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema ya kwamba fastaqim kama umirta. Hii istiqama ni kitu ambacho ni muhimu sana, na mtu kujikuwa istiqama, yani kubaki wima bila kuyumba, kunyooka katika jambo lile umechagua na unalofanya bila kuyumba huku na kule. Ili ni jambo ambalo nimeamua hivi na nitabaki mpaka mwisho katika msimamo huu, bila kuyumba, bila kutetemeka, na kuweza kufikia mwisho. Hili ni jambo ambalo na Mtume mwenyewe aliamrishwa na Mwenyezi Mungu nini? Fastaqim. Mtume mwenyewe ameambiwa fastaqim kama umirta, yani kuwa ni mnyoofu kama vile ulivyoamrishwa. Sasa tukimalizia tunakuta ya kwamba Wairani, nikifanya kwa ufupi jambo hili, ni kwamba hii vita ya irada wameweza kukabiliana nayo. Vita ya upande huu wa cognitive war wameweza kukabiliana nayo, kwamba kwa mfano kama sasa kwa upande wa nchi yao pia wameweza kuitawala upande wa internet, wanaweza kuifunga na wanabaki na internet yao ya ndani, na ikawa mambo propaganda zinazokuja kuwaathiri wananchi zikawa ziko mbali, hawawezi watu kutoka nje kuja kuharibu au kutia fikra na kuwafanya kubadilisha fikra zao kwa upande huu. Hilo ni jambo ambalo wamecontrol njia za kunini. Na pili, pia kama ni applications zile ambazo zinahitajika ziko ndani za kujitegemea, na hakuna tatizo ambalo system zile za ndani zinaendelea
kwa internet ya ndani bila tatizo. Na upande huu mwingine pia irada yao ni ya hali ya juu, na wananchi wenyewe ndio wanasaidia, kwa sababu unakuta watu wanatoka maandamano tangu vita vilipoanza, maandamano ya kila siku, maelfu ya watu au tuseme mamilioni ya watu wanatoka katika kila mji na wakifanya maandamano na kuchunga ndani, ili watu waovu wasije wakafanya maovu yao huko ndani kama walivyofanya siku za nyuma, na kuua watu wasiokuwa na hatia na kuonyesha kana kwamba watu wa ndani hawakubaliani na serikali. Kwa hivyo watu wenyewe ndio wanachunga ndani. Kwa hivyo kwa upande huo vita hivyo wameweza kuwezana navyo. Na tukirudi kwa upande wa silaha nyingine, tunaona ya kwamba insha Allah tutazungumzia kwenye kikao kitakachokuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.